Yeah, so guys, welcome back. This is Mr. Handsome, yuko kwa Mr. Top, Mr. Energy. In case you don't know the village boy, wale watu mliochi ile video yangu, there is a previous video I posted, nikawaambia muende mnifollow YouTube ama msubscribe, muache kama mmeweka notification bell on because nataka niwaambie venye kiliniramba huko Tinda. Mimi nikiona mtu anatumia Tinda na muhurumia sana, kwa sababu huyo ni kama yani kuku yenye imeamua kuruka kutoka kwa sufuria, itaki kukarangwa na mafuta, inataka tu kuchomeka na moto direct. Now, hii story ilikuwa hivi. Nimewaambia actually nilianza na kuambia msinione kama mimi ni malaya. Mimi like exploring. Napenda kuexplore. Unaona? So there is this day nilikuwa tu sina mood. Ilikuwa usiku. Unajua ukikosa mood pia usingizi kuja, hata appetite ya chakula una. Na pia kutu ni mbaya. Just a point of reminder. Kuna katoto kalikuwa mchana yake. Kuna katoto ka sister yangu kalikuwa ameshika simu yangu. So kumbe kalikuwa kamedownload hapo apps mingi. Najua nakuaga busy. Hiyo usiku venye nilikosa usingizi nikaamua let me now go through my phone. Unajua ukiwa idle is when you can even delete unwanted pictures. Unaona kama kuna vitu zenye hutaki unwanted, like vitu you record kama hutaki. Hiyo ndio time ya kukilia simu. So nikapitia kwanza, nilianza na apps, nikapata kama download apps mingi za games. Nikatoa hizo apps za games, nikafika kwa hiyo yenye inaitwa Tinda. Ai, kuna hii app ya Tinda and I was like no. Si Tinda ndo nilisikia za dating site. Hii Tinda nilisikia za dating site, si ndio? Nikaamua let me check on it. Kwenda kuingia kusign up ni rahisi. Kusign up ni rahisi sana. Unaweza tu ingia na email. Unaona? Unaweza tu ingia na email yako hivyo ama namba ya simu bla bla hivyo. Nikasoma zile description za hiyo account venye inawaka ama za hiyo website venye inawaka. Ikaniambia ukislide left umekataa the match, ukislide right umekubali the match, ama sijui ni left hivyo. Sasa mimi hata sikuwa naangalia nini, mimi nilikuwa nasahisha tu, nilikuwa na match tu zote. Sasa washaniambia ukipeleka huko na match hivyo. Kidogo kumbe ukimatch na mtu ataona notification, ataona ni kama umemtafuta. Unaona? Nikaona you go to one match. Nikaamua kufungua. Kwenda mambo po, unaitwa nani? Unaitwa fulani, uko wapi? Niko Kahawa. Unaona? Alafu wanakuulizanga tu direct, what are you here for? Mimi nikamwambia, sasa wa kwanza nilimwambia I'm here to make friends. Unaona? Akaniambia me too, akaniambia watu wanadhaningi tukikuja huku Tinda maybe tunajiuza. Nikamwambia hata mimi sikujua, ndio umeniambia saa hii. Na actually aliniambia kwa Kahawa Wendani huko ule wa kwanza. Sasa nikamwambia can we WhatsApp because sasa situshakuwa marafiki. Situ WhatsApp. Tushakuwa marafiki. Kanipea namba. Yeye ndiye aliniomba yangu, nikampea text WhatsApp. Tukachati 1 2 3, akaniambia weekend what are you up to? Nikamwambia usiku kulikuwa na game. Mimi nataka tu kwenda hapa local fulani. Nishikisha hapo kakuota kangu nikiwatch game. Akaniambia how I wish I could join you. Nikamwambia welcome. Unaona? Mwenyewe tu anaanza kunidrive, unaona? Anaanza tu kufanya mimi ni mbao. Anaanza kukudrive mbao tu wewe mwenyewe. Nikamwambia you're welcome. Akaniuliza utalipa cab. Unaona? Nikamwambia ni kwani ni how much? Unaona? Akaangalia akaniambia ni kitu kama 660 hivi. Nikampima pia, nikamwambia yeah sure no problem. Unajua nakubali uone by the rada yake ni gani. Na ilikuwa saa 4. Sana shangaa huyu. Saa 4 atatoka Kawendani akuje hadi huku penye niko. Juu unajua mimi nakaa Westlands. Atafika saa ngapi Westlands? Akaniambia ilikama hata kama ni saa 7. Ikafika kitu 12:45 game ilikuwa imeisha. So me I have to leave the club because mimi si mtu wa club. Nilikuwa tu nimeenda juu ya game. Nikamwambia rada. Nikamuuliza you still coming? Akaniambia yeah but unibaie some drinks, tutakunywa tu kejani. Mimi nikamuuliza drinks what's maybe your taste ama drink gani unataka? Akaniambia sijui anataka Smirnoff ama Smirnoff. Okay. Nikamwambia sawa, mimi nami ni nani? Mimi singenunua kitu ya kwanza, sijui mtu. Unaona? Singenunua huyo. Nikafika kwa nyumba akani video call, nikajua anataka kuziona. Unaona? Siku pick call,
Nikatext kuna dem fulani, unajua hata kwa contact list yako lazima kuna ule dem mwenye ni badi. Unaona? Kuna dem mwenye najua huyu naye hizo Smirnoff ndo zake. Nikamtext nikamwambia check uko tu na picha yote ya Smirnoff, maybe hata kazi iko kwa meza nini. Unisukumie. Huyo dem akanitumia. Dem vyenye aliniambia I want to see the drink before I come. Nikamtumia hiyo picha mti yangu. Mimi ni nani? Nikamtumia picha na hivyo ndio alinyamaza. So unaona, akaona nikaa nimemfunga 10 nili, akashindwa atakuja aje. Kanyamaza hivyo. Mimi nikaamka asubuhi. Kuamka asubuhi kwanza venye tu aliamka hapo kitu masaa 5 akanitext, akanitafuta mwenyewe. Hi. Akanuza are my drinks still there? Nikamwambia yes, ziko tu hapo. Sasa mimi sikunywangi hizo vitu za wasichana, ziko tu hapo kwa meza. Unaona? Akaniambia can I see them, aka video call. Mimi nikamwambia check, usinifanyishe hii kazi ya I want to see, you want to see. Wewe kama unakam unajua sasa ilibidi nimekula ngori. Amefanya kitu ya kwanza nimembao the whole night alafu akuji. Unaona? Ikabidi nimejaa ngori mtu yangu. Atukanyamaziana hivyo. Tukakaa. Unaona? Akaniuliza siku fulani, ati si ukuje huku sijui side gani, aliniambia sijui club gani huko hivyo kawa. Mimi nikamwambia actually me I rarely go out because kazi yangu ni ya nyumba. So nikisiendangi mbali juu ya kazi. Hata kama ni chakula ni hapa nje narudi kwa nyumba. Kama ni kadringi ni hapa nje narudi kwa nyumba. So mimi kusafiri kwenda mbali na kuanga challenge to me. Akaona tena jamaa amenifunga 10 nil. Akakuja akanyamaza. Siku moja akanitumia view ones. Unaona? Mimi nimekaa tu hivi naona ka message. Kwenda kufungua ni ka view ones. Amenitumia akicheza na matiti akizilamba lamba hivi. Unaona? Like anajaribu any way in any means and confuse. Mimi nami ni nani? Mimi sitishwi. Mimi sishutukangi na vitu ndogo hivyo. Sishutukangi na vitu ndogo hivyo. Akaona huyu jamaa hata ana mbio. Unaona? Kidogo akakaa tena another 4 days. Akaniambia hi. Si ukuje utembee Mombasa. Nikamuuliza tena ushafika Mombasa? Ati nilikuja job. But you can come and pay a visit. Aje tu tena nikamwambia kama umekuwa huku hatujaonana. Sasa mimi ni nani na mimi nikufuate mpaka Mombasa. Nikamwambia let me know when you are back. Huyu akatulia hivyo. Akakaa tena, sasa sijui ni kazi gani ama sijui ni hookup, sijui alikuwa ameenda ni Mombasa. Juu alikaa tena 4 days. Nikaona tena amenitext hi. Tunaweza onana, I'm on my way to Nairobi. Naona? Mimi nikamuuliza so unakam direct kwangu ama tunaonana aje? Akaniambia no, because since sitaki tukulane, so sitaki tupatane kwako. Naona maybe akaniambia tena niende kahawa. Mimi nikamkumbusha huko siwezi kuja juu ya kazi. Naona by then nilikuwa very idle juu sasa hata time ya kubishana hiyo yote na msichana nilikuwa natoa wapi? Pia mimi ni mjinga. Hiyo time nilikuwa natoa wapi? Mamangu hakunifundisha hivi. Mamangu aliniambia msichana akisema no ni no. Sema yes ni yes, unaachana naye. Unaona? But zile matako nazo zilikuwa mzuri hata kama ni wewe ungeenda tu hivyo haraka. Nikamwambia ukifika basi utaniambia. Akakaa hiki akafikiria akachora akaniambia I have a suggestion. So kuliko to meet kwako ama kwangu, si tupange a different place penye hakuna mtu atakuwa karibu na kwake. Unaona? Mimi nikamwambia so inamaanisha you are chasing me away from job. Juu kama unaniambia place yenye si karibu na kwangu, inamaanisha sitafanya kazi. Unaona? Because mimi actually guys yafa mjue kazi ya kujiajiri ni ngumu sana. Hiyo ndio unajipangia kila kitu. Na ukilala kila kitu imelala. Unaona? Akanyamaza hivyo akaona huyo jamaa amenifunga 10. Hivyo ndio wewe alinyamaza mpaka saa hii. Sasa the same day, kumbe nilikuwa bado mimi venye unajua nilikuwa nazima maji kulikuwa na ingine. Nikaamua tena ngoja nipitie hii tienda jioni. Napata tena kuna kamsichana ngine mambo poa. Tulikuwa tumematch, tumerime, tumeendana kabisa tabia zangu na zake ni same. Anataka marafiki pia mimi nataka marafiki. Akaniuliza what are you here for? Nikamwambia I need huyo nani nilimwambia tu kweli nataka mtu wa kudinya. Unaona? Akaniambia what's your price? Nikamuzura niuzia kasusu, nataka kuniuzia kinembe. Unaona? Akaniambia kwani ziko wapi za bure? Nikamwambia venye sasa hiyo sana kwa nakuto tunuzie kinembe. Akaniambia hata pia mimi niko na kutu but ni venye niko mbali. Nikamuza mbali wapi? Akaniambia
yeye anataka utawala but currently she's in Nakuru. Nikamwambia let me know ukirudi. Naona kumbe umalai inaendelea huko. Kumaanisha hiyo siku kani ningekuwa na dhao mbili mimi ningekula hiyo kitu wallahi. Tena ikukosa pesa ni mbaya sana. Haya, huyo naye akakaa aliniambia anaweza rudi anytime either leo jioni either kesho asubuhi ama the following day jioni. Just between hizi siku mbili nitakuwa nimerudi Nairobi. Unaona venye wasichana wenu wanatembea ndugu yangu. Sikio Kawendani tayari alishaenda Mombasa siku 3. Amerudi ametulia Kawendani. Unaona? Anapanga venye atakuletea kaswende weekend. Ona huyu hizo siku 2-3 zenye alikuwa amekaa huko Nakuru tena anakuja already anapanga meeting na mimi. Sasa hivi ndio nilikuja nikajua watu ni scam. Huyo Nakuru si alikuwa amesema after 2 days hivi atakuwa amerudi. Mimi siku ya 3 sasa nikamtafuta niaje kwani kurudi. Akaniambia nilirudi but nimerudi nikakuwa busy nini ya. But I'm here now niambie. Nikamuuliza ilikuwa usiku. Situpatane kesho. Akaniuliza wapi nikamwambia. Nikamuuliza what time are you coming? Akaniambia wewe ndio utaniambia. Like everything I was telling her it was a yes. Msichana hana complications, hana mambo mingi. Unaona? Na kumbuka akiniambia ako Nakuru. Bado from my point of view alikuwa anataka okay alikuwa anaona juu niko haja na yeye. Obviously ningemwambia kuja hata sasa alikuwa ameniambia I'm still here because kuna pesa na ngoja. Unaona? Kumaanisha kama ningeonyesha tu niko haja na yeye angeniambia basi juu unanidai niwekee fare. But mimi niliruka mapema nilimpiga 10 ile nikamwambia wewe ukishafika utaniambia you let me know. So tukapanga hiyo meeting yetu ya the following day. Ikafika masaa 5 akanitafuta. Hi, I'm awake. Naona akaniambia nimtumie location nikamtumia. Ilikuwa pesa kidogo by the way. Ilikuwa less than 400. Unaona? Akaniambia okay let me prepare. Sasa mimi nilikuwa nadhani maybe ametuma tu location kujua ni wapi anaenda. Unaona? After 10 minutes akaniambia I'm ready. Nikamwambia si nishakutumia location usitoke. Msichana akaanza cheki kuna shit ishainitokea mara 2 3 hivi 5. Msichana kuita ukienda na zima simu, unaona? Ama mwingine anakuja mnakosana, una do utafanya nini? So mimi nataka uniweke pesa yote ya kukuja na kurudi ndio in case tukosane, mimi ninaweza jirudisha at my place peacefully. Unaona? Mimi nikamwambia unajua hata sipenyi mnajua ma big name, nikamwambia cheki. Huwezi nitisha na so 3. Alafu bado mimi ni brand. Siwezi taka kuchoma brand yangu jia so 3. Sasa kaa nikukuja wewe kama. Na pia akasimama akaniambia cheki, kama huwezi weka pesa ya kurudi ya kukuja na kurudi, eri tu ikae basi. Mimi nikajamu nikamruka kwa kombi mbio nikamwambia cheki, sisteka ni njaa unasema tuko na njaa. Unaona? Si kwanza kudanganya mtu tunataka dogo kwenda kumuona. Kama ni njaa unasema tu niwekee mimi nikule katakata hapa. Akaniambia sio hivyo. Mimi nataka ni food iko hapa kwa nyumba. Unaona? Nika change mind nikamwambia fanya hivi basi acha mimi nikuitie cab. Mimi niongee na yeye hata kama ni payment nimalizane na yeye kazi tu ni kukuleta. Akaniambia mimi sitakangi kutoka kwa nyumba kaa sina do nini. Unaona? Nikamwambia okay have a car. Si unipe location nikukujie basi. Unaona? Akaniambia ni sawa hiyo it's okay. Nikangoja location kaa 10 minutes hivi hajatuma. Nikaamua kumpigia direct. Rada location haifiki. Unaona akaniambia unajua niko sijui akaniambia ati ako Tao wapi. Like in less than 20 minutes mtu ashatoka Utawala ashafika Tao. Nikamuuliza aje na unajua wakati nilimtumia location yangu kwenda kuconfirm ile screenshot si ilikuwa inaonyeshaga location ya mtu alafu na penye maybe umeweka penye unataka kwenda. Nikamwambia location inaonyesha umekuwa mahali fulani kwani umefly mpaka huko. Unaona? Akaniambia ati no unajua wanawake huko hivyo. So nimetoka job nikaamua kutulia kwa best yangu but nilijua kitambo ufike huko nitakuwa pia mimi nishafika. Alafu then unipike. Nikamwambia but ukiitisha fare ulikuwa unaitisha kutoka hizo side za Tao ama ya kutoka Utawala. Unaona? Akaniambia nini na akakata simu. Hata niko sure mpaka sasa hivi sionangi profile. So guys ndio nataka kuambia kaeni rada tinda watu ni wezi. Unaona? Sasa alikuwa amekazia. Imagine mtu baada hajakuja but anataka fare yani hajafika na anataka fare kurudi. Okay, how sure am I that you are coming? Unaona? But another thing we thank our government Kenya kwa sababu sasa wameweka sheria msijana akikula fare unampeleka koti, si ndio?
Saa hii hata mwenye anataka nimtumie fare saa hii aseme juu ukikula mtu yangu unaenda 2 years in jail mtu yangu. 2 years in jail juu ya 250. So huko saa hiyo Tinder ni kubaya, Tinder ni kubaya. And guys, kama uko na pia uko na sinishai kufanyikia huko Tinder ama platform yoyote, please let me know. Tupatane na wewe tupige story, si ndio? So make sure you follow me, like, comment and share, subscribe on YouTube at Mr. Handsome KE. Don't forget to subscribe also, si ndio? Much love guys, love you. Hiyo ndo story yangu, hivyo ndo venye kiliniramba sasa huko hivyo Tinder. Tuambie na hiyo story yako ni gani? Tunataka kupiga na wewe story. Bora useme location na ni lini.